SHA inafanya haifanyi? Ile SHA haifanyi kazi huko kwetu, tunaita shaitani ndio haifanyi kazi. Wewe ni nani? Who are you? Mimi naitwa Sami Douglas Kamau Waweru. Huyo mtu wako na akili? Sasa mnaona chokora amevaa suti. In fact, there is a very stupid man called Rigathi Gachagua. Tuko na waziri for Gunism. My friend, we will deal with you. Kama wewe ni mwanaume, si ukamata Rigiji upeleke kwa sel. Cheza na watu wengine lakini sio mimi. Kwa mwaka moja unatisha Rigiji. Utatuona. Tutashika wewe. Bona unangoja nini? Na utanikoma. Hiyo mdomo yako Murkomen, na kwanza enda ujifunze kupronounce jina yangu vizuri kwanza. Alikuwa anasema ati jina yake unatafsiri vibaya. In fact si Murkomen, haitwa Murkomeno. Sio Murkomen saa yote. Utanikoma. Wacha nikwambie Murkomen, ukitaka kumeza wembe umeze. We will deal with you perpendicularly. Sasa Murkomen anatisha Rigathi Gachagua. Huyo wako mbali sana. Kama mimi mwenyewe naambia mtu mwenye alikupatia kazi, wewe ni nani? Tusiletewe ukabila. Ati sisi ni wakabila. Tukimchagua alikuwa anaitwa Mutuma. Mpango yenu ni gani? Kura ya next year si ya kuchagua mtu, ni ya kufukuza mtu. Si next year itakuwaje? Huyu Kindiki sijui kama atahama aende Sudan. Si next year tunampigia kura ya mwisho. Ni ya mwisho, si ya mwisho. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Mimi sijaanza campaign. Wacha niwapatie hawa jamaa waendelee kidogo kidogo. When he comes to Meru, the following day ninarudi. Akienda Embu ninamfuata. Mimi nikienda Western narudi Ukambani. Nikienda Central narudi Ukambani. Nikienda pale Coast narudi Ukambani. Nikienda Northeastern narudi Ukambani. Meru, ukisikia Kindiki ameenda pale. Niliona marafiki wengine wakilalamika ati wananchi wamesema ati hawana akili. Sasa nimesikia huyu jamaa akisema ati sisi hatuna akili. Tuseme mko na akili. Ile akili yeye anatafuta sisi hatuna. Si mtuonyeshe basi. Hii akili mko naye, mtuambie. Hii ya wizi ya kuiba kila kitu Kenya, hiyo akili hatuna. Mtueleze sera yenu kama kweli mko na akili. Hiyo hatuna. Hii ya kupanga uongo, tuambie ati mko na akili. Akili yenu ni ya kufanya nini? Sasa hiyo akili mimi sina. Hiyo sina. Kuna mwingine alikuwa analalamika hajasoma. Ukweli ni kwamba masomo yangu iko chini kidogo. Niko na network kidogo. Huyo naibu wangu mnamuonaje? Ni noma si noma? Ni fire si fire? Kina Professor Kindiki wanaongea, wacha mimi nikae hapo kwa Kiswahili. I am incapable, I was incapable of helping you. Bure kabisa. Anyway, mimi naona Wajaluo pale akiwadanganya. Walimu hao. Jodhurua untie. Jodhurua umo. Amoso ujodhurua. Jodhurua untie. Nyinyi Wajaluo, ulizeni sisi. Niliona juzi huko wanajifundisha kupika samaki ndio Wajaluo wampende. Hapa alikuwa amejua mpaka kutengeneza mtura. Don't tell us that Singapore nonsense. Nasikia wale majamaa hawataki Singapore, ati wanataka kwenda Somalia. Amewatukana ati kazi yao tu ni kucheza isukuti. Mtu unapiga sukuti na una kura. Na wanasumbua sisi watu hapo kwa shopping center. Naruto. Na mimi nitaita radio ya Waluya niongeleshe hao. Nitawapatia maneno mpaka masikio ikuwe moto. Boats kwanza wapelekewe pale, wako na Lake Victoria hapo Funyula, hapo Budalangi. Mattress asipeane ile dogo, apeane ile kubwa, watu wanaweza kulala kama kapo wakiongeza jamii. Hii ya Walokalangi inaleta shida. Ni ile hospitali ya mtu mmoja. Sasa inatenganisha jamii. Bana piga kelele sana, bana tenganisha wananchi. Sasa hii Kindiki ni mtu sijaona mtu kama hii. Bana leta usumbufu. Ni mtu ya Yesa. Hajielewi. Wako na kiburi, inatoka hapa inafika sijui mpaka Indian Ocean. Mimi nitafanya vile rais anataka. Yeye ndiye alinipatia kazi. Mimi siwezi bishana na mkubwa yangu. Wanaongea kama dunia sijui inaisha leo saa hii. She is of no value. There is no problem. Sisi tuko hii town tu, hakuna mahali tunaenda, tunangojea tu Yesu. Yesu nipeleke kule kwa Baba nikaishi naye. Nimesikia Kasongo amesema akiwa huko Western Kenya ati ya kwamba akishindwa hata handover kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikuambie Kasongo, umefanya mzuri kukubali utashindwa. Hapo umepata. Si ndio? Pahali umeangukia Kasongo, there is no provision of handing over in the Kenya Constitution.
What there is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na Wakenya kuchukua ofisi. Kasongo aende. How much is enough, William Ruto? Just how much is enough? Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu? Mumeona? Hii mtu ako na mabilioni ya pesa, lakini si ndio? Na tutawacha halale. We'll make sure, William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sokoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio inafanya nini? Na bado hakuna mali ingine utaiba ya Kenya. What you have alinifukuza kazi kwa sababu mimi ni mwanaume kamili. Nilikuwa namwambia asiumize watu wetu. Akanifukuza, nilimaliza pombe. Imerudi haijarudi. Akanifukuza kwa sababu nilikuwa nimetengeneza kahawa na majani chai. Akaweka Deputy President Bonoko Badia. Si ndio? Ile mtu anaitwa Soprano. Si ndio? Huyo mtu ni mtu ya Yesa. Akiambiwa kila kitu na Kasongo anasema, wewe Soprano, enda Kahatia, chukua mahindi na maharagwe, pelekea wazee huko wakule. Tumbo ikitaka kuguruma acha igurume. Soprano ni bure si bure? Ni bure si bure? Pale Meru mimi nilimuita akiwa waziri ya usalama. Nikamuuliza, wewe Kindiki, wewe ni mtoto wetu hapa Mlimani. Mimi naona wewe Supokot, naona wewe Baringo, naona wewe Marakwet unasaidia Wakaleji, na ni sawa kwa sababu ni Wakenya, wasipigwe na mabadia. Lakini ukisaidia Wakale, kwa nini hujasaidia wa Meru? Unajua vile aliniambia, wacha kwanza nisaidie. Hapa Kiambu munasemaje? Ati munasemaje? Kiambu munasemaje? Kiambu munasemaje? Ate murauga atia? Ate murauga atia? Kiambu yarauga atia? Ate atia? Harambe! Harambe! Wewe Ruto wewe! Wewe Kasongo! Wewe Kaongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe mtu ya Singapore! Mtu ya Vision 2060! Aende asiende? Aende asiende? Wangapi wanasema aende? Rais, sisi tukikuchagua wewe, huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Joroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto, si ndio? Na tukaupatia kura ze. Wewe unasimama juu ya gari ukusema sisi ni wakabila, unatuumiza kwa roho. Na kuomba from today, my brother William Ruto, ukienda kwa Wajaluo, hapana tukana sisi ati sisi ni wakabila. We are not tribal. Tulikuchagua, you are not a Kikuyu, tukakupatia kura zetu. Tafadhali na kuomba, going forward, don't abuse our community. Let us be. Wacha tukae tu namna hiyo kwa amani. Hata kama hutaki sisi, don't abuse us. Because tukikuchagua, you are not one of us. But we loved you, we supported you, and we can work with you. But hawa watoto wanatembea na hawa. Si mimi ni mzee? Mzee aongea asiongee? Mzee aongea asiongee? Mr. President, when umenifukuza kwa kazi nimeenda Wamonyoro. Mimi nakaanga hapo kusikiza hata Uhuru Kenyatta ameenda Ichaveri anasikiza. Call everybody, hata hii mzee yetu Tinga atamgonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Na aliniambia hii mzee wachia mimi.
Siku alikuwa anapanga kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Anasema acha hii mzee nitapanga hii mzee nitapanga kidogo kidogo, peleke EU nini nichukue ODM, and I can see it is happening. So wewe Bwana Tinga, you are listening to people who have experience with that man. Sababu wewe ni mzee wetu na uliumia, we want to give you a small tip. Huyo mtu. Lakini wacha nikuambie William Ruto, ukiendelea kutumia vijana kutukana Uhuru Kenyatta, next time utakuja Mlima, mimi nitatoa amri, hawa wananchi watakutukana wewe mwenyewe. Lazima sasa kuanzia leo ni kinge na kumlinda ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Mimi nataka nikuambie William Ruto, I want to tell you from the mountain. Yeah? Nataka nikuambie, I want to tell you William Ruto, hakuna vibaraka yako tena watatukana Rais Uhuru Kenyatta. And I want to say, and I am not joking, and William Ruto, you know me, unanijua vizuri. I want to tell you, yes, mimi nikwambie, wewe ukituma hiyo vijana tena kutukana Uhuru Kenyatta, ukifika hapa Mlimani, hawa mama watakupigia nduru. Nilimwambia Kasongo, alikuwa anaongea mambo ya will of my late brother. Nikamwambia hiyo will is a very good will. Inasoma pale Kenya School of Law of how to make a good will when you have a complicated family. My brother had a complicated family, so he did a will that took care of everybody so that there is peace, and there has been peace for 9 years mpaka Kasongo ameingilia. Nimemwambia Kasongo, tafadhali hiyo will ya Gachagua usipigane naye, take time and read it, itakusaidia mbele. Ndio vile mimi najua Kasongo, hii will ya Gachagua itamsaidia mbele. Don't fight it. You'll find it useful. William Ruto, please leave journalists alone. Leave the media houses alone. Do not take us back to the dark days of the 80s and the 90s. It is unbelievable that in the era of information technology, artificial intelligence, and citizen journalism, the state can sit down and think of how to silence the media. This is when schools have no classrooms and hospitals have no drugs, even painkillers. William Ruto, you have captured all institutions. You have punctured the opposition immediately after you got into power. Please leave the 55 million Kenyans with the media as their last line of defense. I call on all media houses, the journalists and the editors to stand in solidarity with one another. Do not be cowed. Do not be threatened or intimidated. Stand firm and speak the truth for the people of Kenya. You are the last line of defense for the 55 million Kenyans. Ahead of the 2027 general elections, as you observe your code of ethics to report elections, be forthright and do not allow the state to capture or subvert the will of the people. The Kenya Editors Guild must stand firm and protect the editorial independence. You must shield your members and stand for Kenya. Your members must be safe and their rights must be. I've heard him say, crying today, that he doesn't know how we want him to go home. I've heard him crying today. I saw him very mellowed. The usual bravado is not there. I saw him very mellowed, crying. Oh, people are saying Ruto must go. I need to understand how I need to go. President, don't throw the ball back to us. Kenyans have decided you'll be one term, you'll go. The decision of how you go is yours. There are two ways you can make a decision. One, you can resign and go home in dignity. Two, you can wait for the people of Kenya to remove you. Sasa nimesikia huyu jamaa akisema ati sisi hatuna akili. Ni kweli? Kweli, that is true. Ile akili yeye anatafuta sisi hatuna. Hii ya wizi ya kuiba kila kitu Kenya, hiyo akili hatuna. That is true. Hiyo hatuna. Hii ya kupanga uongo,
Unajua alikuwa ananiita tukienda mkutano, anasema wewe Rigiji kuja, wacha tupange maneno ile tutaenda kuambia watu. Anapanga uongo, tunasikiza anasema hiyo uongo bado tutosha, ongeza. Sasa hiyo akili mimi sina. Hiyo sina. Hii anasema ati sisi ni wapumbavu kwa sababu hii maneno ya kuua watoto Gen Z hatuwezani naye. So ndio anasema hii watu wameshindwa kuua watoto ni wapumbavu. So kama kushindwa kuua watoto sisi ni wapumbavu, it's okay. Si ndio? Anasema hii mtu nilikuwa na yeye hawezi kunisaidia. Hangeweza kunisaidia, he had no capacity to help me. It is true. I have no capacity to help you to cheat the people of Kenya because I'm a Christian. Mimi sina capacity ya kukusaidia kupora mali ya Kenya. Wizi. I lack that capacity, William Ruto. Unisamehe, you picked the wrong fellow. Because wao walikuwa wananiambia tunakuja kufanyia Wakenya kazi, ati tutoe watu bottom tupeleke wapi? Ati tuweke pesa kwa mfuko. Wewe ukaanza ile kidogo yuko kwa mfuko ukaanza kutoa. I am incapable, I was incapable of helping you to rape the country, to deflate the national coffers, to kill Gen Zs, to abduct people. All the things you have done for the last 3 years, I was incapable of helping you because that was not in our manifesto. Ile manifesto likuwa naye, you abandoned, ukaingia mambo ya wizi. Na ndio uliona hii maneno ya kuua watu ya Gen Z, ulikuwa na mtu hapo CS Interior akakusaidia abduction na kuua watu ndio ukapas. And I want to tell people in one time, be careful. Ruto can use some of us to start internal wars so that we lose focus on him. We must be very intelligent and strategic. And from the DCP corner, my guidelines and instructions are clear. Don't be distracted into small issues that are unnecessary. Let's focus on William Ruto and the people who follow him. Na mimi naomba vile nilisema, kila kiongozi aende a consolidate pahali akona umaarufu. And mimi, that is what I've been saying, that is what I've been preaching. That kila kiongozi atoke nje, aende afunge. I was telling Dr. Kalonzo Musyoka jana, my cousin, wewe ulikaa na Raila na watu ya Nyanza for a long time. 15 years you supported them, wanakujua. Tusaidie pia kufunga kwa Wajaluo. Si ndio? Si Kalonzo atembee huko? Asaidie kufunga. And I have told my colleagues, let's not waste time in workshops, in seminars, in strategic meetings, nothing. Wacha kwanza tufunge. Tukimaliza kufunga, tukuje kwa hoteli tuuliza sasa tumefunga, nani atatuongoza? Si ndio? Si iko namna hiyo. Kama tumefunga, we lock Ruto out of the country. Then we have a sitting now. We first lock the country. Na ndio watu wengine nasema ati I am too rigid. I'm not. I'm just strategic because I've been in this game before. How did William Ruto become president? Niliingia hii mlima nikafunga. Si ndio? Nilifunga sikufunga. That is how he became president. How did Uhuru Kenyatta become president? Tulifunga mlima na Rift Valley. How did Mwai Kibaki succeed? Tulifunga, tukafunga pande hii na pande hii na pande hii. There is no other formula ya kuchukua kiti ya urais na kutoa rais hako kwa kiti. It's not a walk in the park. That is the truth. Na ndio mimi nakuwa hard working. I work very hard because it's a difficult job. Kama angekuwa ni rais mpya anaondoka hatu. My brother President William Ruto, if in our zeal to work, I have wronged you, please find it in your heart to forgive me.